Je, umewahi kufikiria kwamba mtu anaweza kuswali, akafunga Ramadhani, akalia sana usiku katika dua zake, lakini bado akawa katika hatari ya kujiweka mbali na rehema za Allah? Je, umewahi kufikiria kwamba kuna wanawake ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwataja kwa onyo kali sana, mpaka baadhi yao wakatajwa kwa laana? Laana si neno dogo. Laana maana yake ni kufukuzwa mbali na rehema za Allah. Na jambo linapofikia mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam kulilaani, basi jambo hilo si jambo la mzaha wala kulikaribia. Leo tutaingia katika simulizi nzito, simulizi iliyojaa maonyo mazito yanayowahusu dada pamoja na mama zetu. Simulizi hii, ikiwa utaitegea sikio vizuri, basi utajifunza mengi sana. Simulizi hii ambayo huenda ikabadilisha maisha ya mtu kabla hajafikiwa na mauti. Na simulizi hii inawahusu sana wanawake, haijalishi wewe ni mwanamke wa dini gani. Na kabla hatujaanza, kumbuka jambo moja. Lengo si kuwashambulia wanawake, la hasha, bali ni kukumbushana tu. Na haya yote Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaonya wanawake kwa sababu anawatakia kheri na alikuwa ana huruma nao kuliko mtu yoyote yule duniani. Na maonyo haya yalikuja ili kuwaokoa wanawake. Na siku zote anayekupenda au kukukataza jambo, basi ndiye anayekupenda. Kwa hiyo, hapa tunakumbusha, kama Allah anavyosema, nakumbusha, hakika ya ukumbusho huwafaa walioamini. Na leo tutawataja wanawake 10 waliolaaniwa na Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama wa kwanza ni mwanamke anayenyoa nyusi zake. Katika zama hizi, wanawake wengi hawaoni jambo hili kuwa kubwa. Wengine hulifanya kila mwezi, wengine hulifanya kila wiki, na wengine huliona kama sehemu ya kawaida ya urembo wao. Na baadhi hata wanaume hufanya. Hukata sehemu ya nyeusi zao kwa ajili ya urembo, waonekane wazuri. Lakini siku moja, sahaba mkubwa Abdullah ibn Mas'ud alisimama mbele ya watu na kuyasema maneno ya Mtume Muhammad: La'ana Allahu almutanammisat walmutafallijati lilhusn almughayyirati khalq Allah. Maana yake, Allah amewalaani wanawake wanaonyoa nyusi zao na wanaobadilisha maumbile ya Allah kwa ajili ya uzuri. Imepokewa na Imam Bukhari na Muslim. Subhanallah. Tazama namna Uislamu ulivyofundisha kuridhika na kile ambacho Allah amekupa. Leo sheitani anaanza kwa kukwambia, badilisha kidogo tu, kata kidogo tu, rekebisha kidogo tu. Lakini baada ya hapo, mtu huanza kuzoea na kuacha inakuwa tabu. Hatimaye anaingia katika wale wasioridhika na uumbaji wa Mola wake. Anasema mmoja katika wanachuoni wakubwa, Ibn Hajar al-Asqalani, madhumuni ya katazo hili ni kubadilisha maumbile kwa ajili ya uzuri wa ziada, si kwa sababu ya tiba au kuondoa kasoro. Yaani, mtu anapotaka kubadilisha alichoumbwa nacho kwa sababu ya kufuata matamanio ya uzuri wa kusifiwa katika dunia, hapo ndipo hatari inaanza. Ama mwanamke wa pili ni yule anayechora tatuu. Usiku mmoja, msichana mmoja alisimama mbele ya kioo.
alitaka kuonekana tofauti. Alitaka kuonekana wa kipekee. Akaenda kuuchora mwili wake. Akadhani kuwa ni uzuri. Akadhani kuwa ni fashion. Lakini hakujua kwamba karne nyingi kabla, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa tayari ameshakataza kuhusu jambo hilo pale aliposema, laana Allahu alwashimati walmustawshimati. Maana yake, Allah amewalaani wanawake wanaochora tatuu na wanaochorwa tatuu. Imepokewa hadithi hii katika Sahihi al-Bukhari. Ewe dada yangu mpendwa, mwili huu sio mali yetu. Na siku ya Kiyama, mikono hii itazungumza. Miguu hii itashuhudia. Ngozi hii itatoa ushahidi. Kwa hiyo, chunga sana ngozi yako kuichora tatuu. Ama watatu ni mwanamke ambaye hutengeneza meno yake mwanya kwa ajili ya uzuri. Katika zama za Waarabu wa zamani, baadhi ya wanawake walikuwa wakichonga meno yao. Walitaka yawe na mwanya. Walitaka yaonekane mazuri zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaonya sana, kama alivyosema katika hadithi ambayo akiwazungumzia wanawake waliolaaniwa, walmutafallijati lilhusn. Maana yake, na wanawake wanaoweka mwanya meno yao kwa ajili ya uzuri. Sahih Bukhari na Muslim. Leo njia zimebadilika, lakini fikra ni ile ile: kutafuta uzuri kwa kuvunja mipaka ya Allah. Na hapa ndipo sheitani huingia. Humfanya mtu aamini kuwa haitoshi hali aliyoumbiwa nayo, na hajapendeza, hajakamilika, mpaka anaanza vita dhidi ya maumbile yake mwenyewe. Subhanallah, msiba mkubwa huu. Ama mwanamke wa nne ni mwanamke anayeunganisha nywele. Leo biashara ya nywele imekuwa kubwa sana. Watu wanatumia fedha nyingi kununua nywele kama nywele na kuunganisha. Wengine wanavaa mawigi ya gharama kubwa sana, lakini hawajui masikini kuwa wanaununua moto kwa pesa zao wenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwahi kusema katika hadithi, laana Allahu alwasilata walmustawsila. Maana yake, Allah amemlaani mwanamke mwenye kuunganisha nywele na mwenye kuunganishwa. Kwa hiyo anayeunganisha, ambaye ni msusi, amelaaniwa pamoja na mteja wake. Subhanallah. Na leo hii mwanamke kama hajatia wigi au nywele bandia zozote zile, basi anaona bado hajapendeza. Tumche Allah katika hili, dada zangu. Ama mwanamke wa tano ni yule anayejifananisha na wanaume. Leo dunia imebadilika sana. Mambo ambayo zamani yalikuwa aibu, leo yanashangiliwa. Mwanamke anajivunia kufanana na mwanaume. Anavaa kama mwanaume. Anatembea kama mwanaume. Anazungumza kama mwanaume. Na kuna wakati hata unapomuita jina lake halisi, basi hulikataa. Anataka aitwe tomboy. La ilaha illallah. Huu ndio msiba wa ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini na hili pia hakuliacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliendelea kuwalaani wote walio na tabia hiyo kwa kusema, laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam almutashabbihati minan nisai birrijal. Maana yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalaani wanawake wanaojifananisha na wanaume.
Imepokewa katika Sahih al-Bukhari. Ewe dada yangu mpendwa, Allah hakukosea alipokuumba mwanamke na hakukosea alipomuumba mwanaume. Kila mmoja amepewa heshima yake. Vipi leo hii unatamani kuwa na jinsia tofauti na uliopewa na muumba wako? Hakika hii ni dhambi, na ni dhambi mbaya mno. Badilika na acha hiyo tabia. Rudi kwa Allah. Hakika yeye ni mbora wa kupokea tauba. Ama mwanamke wa 6 ni yule mwanamke anayekwenda makaburini na kuomboleza. Kuna wanawake kila siku wanaenda makaburini, na sio kama anaenda kwa ajili ya dua, bali ni kuomboleza tu. Haendi kwa ajili ya kupata mazingatio juu ya kifo, bali ni kupiga makelele tu. Mara aseme bado mwanawe aliyekufa alikuwa anamhitaji, kwa nini alimwacha? Na maneno mfano wa hayo. Atambue mwanamke huyu anaingia katika laana za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam qala: la'ana Allahu zawarati alqubur. Imepokewa katika Tirmidhi na Ibn Majah. Maana yake, Allah amewalaani wanawake wanaozuru makaburi mara kwa mara. Ndiyo maana baadhi ya wanachuoni wakakataa kabisa mwanamke kuzuru makaburi, sababu ya subra yao ni ndogo mno. Ila wengine wakakubaliana kuwa hakuna ubaya ikiwa wataenda kuzuru makaburi, ikiwa hatopiga mayoye au kuchana nguo zao au kujimwagia mchanga na kufanya matendo ya kijahilia. Ama mwanamke wa 7 ni yule mwanamke aliyevaa lakini yuko uchi. Hii ni moja ya hadithi za kutisha zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi ndefu, akiwataja wanawake waliolaaniwa wengi, baadhi yao akasema: nisaun kasiyatun ariyatun, wanawake waliovaa lakini wako uchi. Wamevaa lakini mavazi yanaonyesha mwili. Wamevaa lakini nguo zimebana. Wamevaa lakini kila kitu katika miili yao kinachora kwa nje. Lengo lao sio kuvaa kwa ajili ya kujistiri, bali ni kuwashawishi watu wawatazame na kuwavuta katika kufanya uchafu wa zinaa. Na hawa leo hii ndio huitwa warembo, huitwa mamisi, huitwa mamodo na majina mengine mbalimbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kusema kuwa hawataingia peponi wala hawatoisikia harufu yake. Na hii ndio itakuwa adhabu yao kutoipata pepo ya Allah, ikiwa hawatutubia na kuacha tabia hiyo ya mavazi ya uchi. Leo mwanamke anajiona sio superstar kama hajatembea uchi au kama hajajiweka wazi kwenye social media. Tambua kuwa unamfurahisha mwanadamu, anakusifu, lakini unamkasirisha Muumba na unajikashifu pia. Je, ukirudi kwa Muumba wako utamjibu nini? Tafakari dada yangu, wala usihadaike na pumzi. Leo mitandao imefanya fitna hii kuwa kubwa zaidi. Lakini muumini wa kweli hujiuliza, ninamridhisha nani? Allah au watu? Na wewe jiulize, unamridhisha nani? Allah au watu? Na ni ipi natija yake? Ama mwanamke wa 8 ni yule anayemkasirisha mume wake kitandani. Katika nyumba nyingi, vita havianzi kwa maneno makubwa, vinaanza kwa kiburi kidogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashihi faabat fabata ghadbana alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Maana yake ni kwamba mwanamume yoyote
atakayemwita mke wake kitandani kisha akakataa, na mume huyo akalala akiwa amemkasirikia, basi malaika humlaani mwanamke huyo mpaka asubuhi. Subhanallah. Wanachuoni wamefafanua kuwa hii ni pale ambapo hakuna udhuru wa kisheria, kwani ukisikia ndoa hasa, basi eneo hili la kitanda, kwani ukisema umnyime mwenzako, basi umemnyima kitu ambacho hawezi kukipata kwa mwingine kwa uhalali isipokuwa kwako wewe mkewe. Na malaika humlaani mwanamke huyu kuonyesha uzito wa kitendo hicho na uzito wa haki ya mume kwa mkewe. Kwa hiyo dada yangu, mume mnyime chai na chapati, lakini usimnyime haki yake ya ndoa. Ama mwanamke wa 9 ni yule mwanamke mfitinishaji. Kuna baadhi ya wanawake hii ni tabia yao mama. Kama hajamsema fulani, basi moyo wake hautulii. Leo yupo kijumba hichi, kesho kijumba kile. Asubuhi mapema yupo majumbani mwa watu. Sio kama ana shida au jambo la muhimu, bali ni fitna tu na umbea. Moyo wake huwa unafurahi na kujihisi burudani, huku akisema, mimi ndiye big chawa wa mtaa, au mimi ndiye yule nisiyegandisha friza langu, mimi ndiye yule mkuu wa shirika la umbea duniani. Subhanallah. Maskini hajui kumbe mbea anakwenda motoni. Huyu ndiye yule ambaye anafurahia kuona ndugu wakigombana, marafiki wakitengana, wanandoa wakiachana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yadkhulu aljannata namam, haingii peponi mbea, yani mfitinishaji ambaye anachukua maneno kutoka huku kwenda huku. Ama wa 10, na ndiye ambaye atatufungia simulizi yetu hii ya leo, ni mwanamke asiyeshukuru wema wa mumewe. Hata afanyiwe wema kiasi gani, basi yeye anaona bado hujafanya kitu. Utakuja na zawadi yako, ukiwa na furaha unamletea mkeo, lakini ukifika anaidharau juhudi yako. Siku zote pengine alikuwa anavaa vizuri au anakula vizuri, lakini siku utakayokosa ndio siku utakayouona upande wake wa pili. Mwanamke wa aina hii amelaaniwa na Allah na wala hatuipata pepo yake siku ya Kiyama. Siku moja Mtume Muhammad alisema kuwaambia wanawake, hakika yangu mimi nimewaona muko wengi sana motoni. Wale akina mama wakashtuka, wakataka kujua sababu ya wao kuwa wengi motoni. Walipouliza sababu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yakfurna al-ashir, wanakanusha wema wa waume zao. Anaishi miaka mingi katika neema, lakini siku moja tu amekasirika, utamsikia akisema, sijawahi kuona jema lolote kutoka kwako. Subhanallah. Na hii ndiyo tabia ya baadhi ya wanawake waovu wasio na fadhila kwa waume zao. Na hawa ni katika wanawake wachache niliowaandaa kuweza kukupa darasa siku ya leo. Kama una mmoja katika sifa yoyote hapo, basi tubia kwa Allah. Hakika yeye ni mwenye kupokea tauba. Ndugu yangu, kama umefika mpaka hapa, basi fahamu kwamba lengo la simulizi hii si kuhukumu mtu, bali ni kumwokoa na kumlinda na moto wa Jahannam. Kwani hakuna aliyekamilika isipokuwa yeye Allah peke yake. Tunamuomba Allah atusamehe, atusafishe nyoyo zetu, atulinde dhidi ya fitna za wazi na zilizofichika, na atufishe
katika hali ya imani. Amin ya Rabbal Alamin. Usisahau kusubscribe, like, comment, share. Ikiwa umeipenda simulizi hii, naomba weka komenti yako. Kosa lipi limekugusa sana? Na unaisikiliza kutoka wapi? Wabillahi tawfiq.